wakati wa dhiki kuu, mateso yatakuwa makubwa sana. Watu watatamani kufa, lakini mauti itafichwa. Hata ukijirusha gorofani, katika gorofa refu sana, unaanguka, unavunjika, unaishia kuugua, lakini haufi. Hata uende ukajizamishe katika maji marefu, kina kirefu, utaishia kunywa maji na kutupwa kwenye pwani, lakini haufi. Nyakati hizo mauti itafichwa. Watu watatamani kufa, lakini kufa itakuwa ni dili kubwa sana ukifanikiwa, kwa sababu haitakuwa rahisi kufa. Mambo yatakuwa mabaya sana. Ngoja nikusomee kitabu cha Ufunuo sura ile ya 9. Soma kuanzia mstari wa 1 hadi wa 6. Maandiko yanasema hivi: malaika wa 5 akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeandikwa juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo nge wa nchi. Wakaambiwa, msiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali wateswe miezi 5, na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge au mapo mwanadamu. Siku zile wanadamu watatafuta mauti, wala hawataiona kamwe. Nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Sasa hivi tunakimbia mauti, lakini nyakati hizo mapigo yatakuwa makubwa, maumivu makubwa. Watatamani ni heri wafe, lakini mauti itawakimbia.